Nina furaha riboribo kama kibogoyo aliyeota meno, kwa sababu Manani ametutunuku na kutukirimia siku mpya. Na siku hii ni njema, siku ambayo haupaswi kujilaani. By the way, hii ni siku ya 125. Hii inamaanisha nini? Tangu mwaka uanze, Mungu amekuwa mwaminifu. Amekuonyesha hajapungukiwa. Ndiyo, unaweza kuwa umepitia kitu ambacho ni kibaya, ni cha kukatisha tamaa, lakini ukweli ni kwamba Mungu hajachukua maisha yako. Ndiyo, unayo sababu ya kuchukua kamba, uende ukajinyonge, kwa sababu unahisi maisha yamekufika kwenye koo. Lakini kabla uchukue hiyo kamba, ona jinsi Mungu alivyo mwema. Unadhani ni wangapi wangependa kuishi na Mungu amewanyima hiyo nafasi? Unadhani ni wangapi wangependa kupumua freely, ila saa hii wanapumua kwa mipira? Unadhani ni wangapi wangependa kwenda haja unavyoenda wewe bila matatizo, lakini hawawezi, wanaenda kwa mipira? Si hizo ni sababu tosha za kupiga magoti na kuambia Mungu, asanti Mungu, ndio sina chakula, lakini silishwi kwa mipira. Ndio sina pesa, lakini sipumui kwa mipira. Ndio sina kitu changu kinaitanishwa na mimi, lakini umeniweka uhai. Wacheni tuwe watu wa kushukuru kwa mema tunayoyapata na mabaya yanayotukuta. Itakuwa jambo la kukera Mungu akienda kujipindua, akuone mpaka ashtuke, akuulize, wewe ni nani? Amekuita na mimi sijakuita. Unapochukua kamba uende ujinyonge, unaharakisha Mungu akuite. Kwa nini unamharakisha? Unajua ni nini amekupangia? Mungu amekupangia mambo mema, lakini wewe umeamua kaende, katambe, utajinyonga. Kwa nini unapatia shetani kazi rahisi? Si umpatie kazi ngumu, aone haukati tamaa. Si ujifunze na Ayubu. Ayubu aliponyang'anywa kila kitu,
alikata tamaa kweli? Hakukata tamaa. Alisema ni Mungu anatoa na ni yeye amechukua. So siwache wakati wake Mungu ufike akuchukue, lakini usijipe kiherehere ati unangoja usiku uende ukunywe dawa, uende ujinyonge, watu wasikiange umekufa. Nani alikuambia kukufa kuna raha? Kukufa hakuna raha.